siku si unaona venye mlifika tu hivi venye mlipata pale kichaka. Nguvu zangu zikaisha. Nikajaribu kufanya nini, nilikuanga hata na kisu, ilikuwa niwaue. Lakini nguvu iliisha. Nikatoroka, ni hapa sasa hivi mahali nilitoroka nikaenda kukaa. Kubadilika, acha nikwambie. Mimi nitakusaidia. Lakini kwa sharti moja. Umeamua uko na uhakika, kwa sababu mimi nikikusaidia na ubadilike urudi katika ile vitu. Hiyo ni kifo umetengeneza. Hakuna siku ile nguvu zangu zitaingiana na ushirikina. Mimi sitarudi. Ukirudi mahali pale. Sitarudi. Uko na uhakika? Niko na uhakika. Kwa sababu nainua mkono yangu. Pata suluhisho sahihi naye B Kenya. Usikate tamaa katika shida zako. Vile nimeweza kuambia kwamba tunangoja daktari mkuu, na muda ambao haujapita muda mrefu zaidi daktari mkuu ameweza kufika, na kweli tumemngoja zaidi kwa muda mrefu daktari mkuu. Habari yako? Mzuri sana daktari. Unajua umenipigia ukaniambia daktari njoo. Sasa nilikuwa katika safari na nilikuwa mbali kidogo. Na mambo mawili matatu nilikuwa nashughulikia, lakini nilikuwa mbali. Lakini sasa hivi nimeweza kufika na nimejitahidi sana. Juu safari ilikuwa rahisi. Ni kweli. Umeniita daktari kuja usikie mambo ambayo inaendelea hapa, lakini nimesema wacha nijaribu nifike. Nimejitolea. Nimeweza kusema wacha nifike niweze kuona vile itavyokuwa. Na umeweza kufika. Ninaona mko hapa, umeniambia ati Ezekiel ameamua kubadilika. Ezekiel aliweza kunipigia simu akaniambia B Kenya, mambo yangu yaendi vizuri. Na vile ambavyo niliona mliweza kufanya mambo pale nyumbani, nimeamua tu nibadilike, kwa sababu hata kule kazini kule kwa wachawi kule hawanitaki, wananisukumia tu mateso, adhabu kila siku, hata nyumbani silali. Ndio sasa akaamua kututafuta. Naambia mtu wakati naanza kazi, ninaanza kazi inakuwa mzuri na kukuadhibu inakusaidia. Hiyo adhabu inakuanga ya maana kwa wachawi. Mimi napenda kuadhibu vibaya sana. Na mimi hiyo adhabu ndio maana nilitaka. Na nikamwadhibu, na ndio maana unaona ameweza kubadilika. Kwa sababu si yeye nianza kuadhibu. Nilianza kuadhibu mpaka mali alianza kufanya uganga. Amenipea story mingi zaidi. Nimefurahi nimekuona. Tumekungoja sana. Nimekupigia simu tangu juzi jana. Lakini maybe ulikuwa na mashughuli yako moja mbili, lakini kwa siku ya leo nimeifurahi. Kwa nini wewe umeamua kubadilika? Na one hali ulikuwa mtu umeamua, uko na kiburi, uko na hutaki kusikia mambo ambayo unaambiwa. Nimeamua kubadilika kwa ile ajili ya mateso kwenye napitia. Hata kutembea ni shida, kupatana na watu nyumbani ni shida, kukula ni shida. Ninaona hii nyoka umebeba. Hii nyoka ni nini? Hii ulitoa wapi, ama ulikuwa na agano gani na hii nyoka? Hii nyoka kenye niko hapa juu kwa kichwa ni ile nyoka kenye nilipewa wakati nilianza kuingia katika hiyo hali ya ushirikina. Nikaambiwa nilelee, nilisha, nikifanyia uganga. Na sasa wakati nimeua, wewe unasikia vipi? Kwa sababu niliua ndio vitu ambavyo zinaleta shida kwa familia. Na nikasema lazima nitaweza kufanya venye mimi ninavyojua. Hii nyoka lakini imekataa pia, kwa juu ya kichwa. Najua nimefinya tu hivi kwa kichwa, lakini imekataa kutoka. Sijui nini mbaya. Nakwambia wewe usiwe na wasiwasi. Na sasa wewe unataka kuona mimi nitaitoa. Mimi ndio ambaye nilifanya na ikufikie kwa kichwa yako. Wewe hujui ni wewe ulifika aje. Lakini mimi ndio ambaye nilifanya ikufikie hiyo nyoka. Kwa sababu hiyo nyoka ilikuwa yako. Na mimi nikaifanya nikubebeshe kwa kichwa. Na umetembea kwa barabara ukiwa nayo. Na ndio nimeana nitaka kukuaibisha. Mimi huwa nataka mtu anakiri kwenyewe. Kwa wale ambao umefanyia, ninajua watu wameshuhudia kila ambacho ulikuwa unafanya. Boma mzima imeona. Kila mahali nyumbani pale niko yani aibu sana niko nayo huko nyumbani. Kwa sababu ya nini? Nimekuadhibu kwa sababu nikuletee hiyo nyoka kwa kichwa, ikuadhibiwe wewe mwenyewe. Si ilikuwa yako nyoka? Ilikuanga yangu. Nyoka ilikuwa yako. Na ilikuwa yako, na mimi nikaiua na nikakupandikizia kwa kichwa yako. Na unataka kuona mimi nitaitoa kwa njia rahisi. Utanisaidia unisaidie daktari. Hizi maibu kwenye niko nayo kwa nyumbani hadi sababu naitoa kwa sababu wewe umeshindwa kuitoa. Na mimi naitoa kwa nini? Itatoka. Aliniambia alipata aibu kubwa sana. Sana. Hata aliweza kukuja hapa asubuhi zaidi, ili watu wasiweze kujua ni mambo gani ambayo ako nayo. Daktari. Nimeamua walai kutoka katika hali ya ushirikina. Sirudi. Hata wenye tunakuanga na wao wote kule. Nasikia walianguka, walipata accident. Nilikwambia nilikuanga na gari. Na mali nilikuanga nazo. Lakini zangu sijui mahali ilienda.
Kwa ile ajili kuna njia kenye nilikuwa nataka niondoke kwa hii maneno kenye niliingia ushirikina. Sasa vitu zangu zikaanza kupotea. Wacha nikwambie kijana. Wakati unapokuwa na kitu na uingie katika njia ushirikina, unaweza anza mambo ya kukua na shida. Ushirikina inaweza kumaliza wewe mwenyewe na ikumalize mpaka ikuzike chini. Wacha nikwambie kitu moja. Unajua kuna kitu kijana wangu watu waelewi. Katika hivi vitu ambazo wanafanya za ushirikina, ushirikina ni kitu kingine kibaya zaidi. Ni kitu kibaya zaidi. Sasa hii ushirikina ambaye yeye alifanya, alifikiria anafanya kitu ya maana. Si kitu ya maana. Umeelewa? Haijamsaidia. Na hakuna kitu imemsaidia. Yeye amefanya, imemletea shida, bibi yake ameparara, wamechakaa, boma yao imechakaa, umaskini imerudi kwa boma yao mara mbili ya ile ambayo alifanya. Ni kweli, kwa sababu hata vile nilikuwa namuuliza aliweza kuniambia alikuwa na mali. Nikamuuliza na ulikuwa unapata faida gani kwa huo uchawi ambao ulikuwa unafanya? Akaniambia hakuna kitu, hakuna faida yoyote. Hakuna hata faida kwa sababu kazi ilikuwa tu ni kufanya masacrifice, kuua watu, kutesa watu wa familia. Akafukuza dada zake wote wakaenda, akafukuza mpaka amani pale nyumbani. Amenieleza hizo vitu zote kwa sababu nimemuuliza ni faida gani ulikuwa unapata pale. Hadi ile kuku ile kenye nilikuwa nataka nitoe kafara ilikuwa niwafunge kwa njia zenu msikuje kuna nilisikia kwa damu tu kuna mambo inaendelea pale. Sasa ilikuwa nitoe hiyo kuku ni wafunge njia. Lakini mlinipata. Mlinipata hiyo siku. Wacha nikwambie. Ndio nikatoroka nyumbani. Katika vitu za ushirikina hakuna kitu ambacho mimi huwa nasikiza. Na hakuna kitu ambacho mtu anaweza nifanyia akifanya mambo ushirikina. Wewe hata ungejaribu kuniua ungeniweza. Umeelewa? Ungeniweza. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye natumikia Mungu. Na naamini Mungu wangu. Umenielewa? Na sasa kitu ambacho nitakueleza, mimi hakuna siku ile chochote ushirikina utafanya inifikie. Yeah. Sasa mimi nimekuambia ile ambayo ulikuwa unafanya itakugharimu. Itakugharimu. Kweli. Hata hiyo siku unaona venye mlifika tu hivi venye mlipata pale kichaka. Nguvu zangu zikaisha. Nikajaribu kufanya nini, nilikuanga hata na kisu, ilikuwa niwaue. Lakini nguvu iliisha. Nikatoroka, ni hapa sasa mahali nilitoroka nikaenda kukaa. Kubadilika, acha nikwambie. Mimi nitakusaidia. Lakini kwa sharti moja. Umeamua uko na uhakika kwa sababu mimi nikikusaidia na ubadilike urudi katika ile vitu. Hiyo ni kifo umetengeneza. Hakuna siku ile nguvu zangu zitaingiana na ushirikina. Mimi sitarudi. Ukirudi mahali pale. Sitarudi. Uko na uhakika? Niko na uhakika. Kwa sababu nainua mkono yangu juu. More interesting updates here. Yuko na tatizo lolote la kimaisha ama la kibinafsi? Usikate tamaa katika shida zako. Pata suluhisho sahihi naye B Kenya. Subscribe.